Mtakatifu Baba uishie pahali pa juu, twaja mbele ya kiti chako cha enzi masaa haya matakatifu. Zungumza nasi katika mioyo yetu, fungua masikio yetu ya kimwili na ya kiroho, ili mwisho tuweze kukaribia mbingu na tuweze kupata mibaraka ya siku ya leo. Shetani anayekuja na vikwazo mbalimbali, ndiposa tusiweze kuelewa na tuweze kufahamu neno lako, kwa mkemia aweze kushindwa katika jina la Yesu. Zungumza pamoja nasi, uwepo wako utembee pamoja nasi, ni ombi letu kupitia kwa Kristo aliye mwamba na mwombezi wetu. Nataka tuimbe chorus ya wimbo nambari 35, stanza 3 ya wimbo nambari 35. Ya wimbo nimekombolewa na Yesu. Nitamwona mfalme wangu, uzuri wake ambaye najifurahisha katika torati yake. Jambo ambalo ni la muhimu, ambalo kila mmoja wetu ni tumainio lake na tamanio lake, ni ya kuwa siku moja hivi karibuni tuweze kumwona mfalme wetu katika uzuri wake, ambaye sisi tunajifurahisha. Leo hii tuko hapa ili kuweza kuzindua albamu mpya ya vijana hawa wa kanisa hili. Lakini jambo hilo hatujakuja hapa kwa sababu ya nyimbo tu. Tumekuja hapa ili tuweze kusikia nyimbo ambazo wameweza kutunga na tuweze kutupa matumaini ya kuwa hivi karibuni tutamwona mfalme wetu anapokuja mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo katika hali zetu tumekuja tuweze kuimba sifa, ndio tumekuja ili tuweze kuwasaidia katika kuendelea katika maisha haya, katika Ukristo na katika kueneza nyimbo, katika kueneza injili katika njia ya nyimbo. Maana leo ameamua kunitesa. Asante. Tunasema hivi, leo tumekuja hapa ili tuweze kuwasaidia hawa vijana ili waweze kueneza injili ya ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, kulingana na muktadha wa Biblia, Ufunuo 14 mstari wa 6 hata 12. Lakini jambo ambalo sisi sote ambalo tunatumainia ni ya kuwa hata kama wanatuambia leo tunaimba sifa, wametunga wimbo wa kuimba sifa ili sisi tuweze kuwa na mafikra, sisi sote tuweze kuwa na mawazo ya kuwa sifa hizi ambazo tunamwimbia Mungu ambaye hatumuoni, sifa ambazo tunamwimbia Mungu ambaye tumekuwa tukimsikia. Lakini hivi karibuni, nawaambia watu wa kanisa hili la Skopje, hivi karibuni tutamwimbia Mungu wetu sifa tutakapomwona uso kwa uso. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo katika maisha ya haya ambayo ni ya Ukristo, mara nyingi mimi na wewe tunaweza kukata tamaa, lakini usikate tamaa, kwa sababu Biblia na nyimbo ambazo tunaimba zinatupa matumaini ya kuwa hivi karibuni tutamuona mfalme wetu katika uzuri wake. Hata kuna wimbo mwingine tunaimba kuwa siku moja nitamuona mfalme wangu uso kwa uso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pia watu tunaimba
nitaonana na Yesu uso kwa uso kweli. Siku hiyo shangwe tele nikimwona Mwokozi, tutaonana kwa macho huko kwetu mbinguni, na kwa utukufu wake nitamwona milele. Amina. Katika kuonana na Mungu wetu tutamwona kweli, lakini katika kuonana huko tutaonana milele. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma kitabu cha Yoshua 9 mstari wa 9. Nitakuwa mfupi sana hivyo watu wasisinzie. Yoshua 9 mstari wa 9, Biblia inasema hivi: nao wakamwambia, sisi watumishi wako tutoka nchi iliyo mbali sana, kwa sababu ya jina la Bwana Mungu wako, kwa kuwa sisi tumesikia sifa zake na habari ya hayo yote aliyoyafanya huko Misri. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao si wa Kristo, ni watu ambao si wa Adventista, ni watu ambao tunawaita watu wa mataifa. Lakini katika kuangalia na katika kuona mambo ambayo inafanyika katika watu ambao wanajiita wana wa Mungu, watu wa mataifa wanasema ya kuwa sisi tumekuja kwa sababu tumesikia sifa za Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nakumaanisha hata dunia inafahamu ya kuwa huyo sio Mungu wao, huyo ni Mungu wa kina nani? Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu wa kina nani? Na kama ni Mungu wetu ambaye sifa zake zinasikika katika ulimwengu, ndiye huyo Mungu ambaye tunamwimbia sifa siku ya ngapi? Siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo katika unaposoma Yoshua ni ya kuwa ilikuwa ni wakati ambapo kulikuwa na vita, lakini watu wakaona jinsi ambavyo, wakasikia jinsi ambavyo Mungu alikuwa na wana wa Israeli tangia siku walipotoka Misri, akawavusha katika bahari ya Shamu, akawaongoza jangwani, hata walipofika mahali ambapo hakukuwa na maji, Mungu akaleta maji. Mahali ambapo hakukuwa na chakula, Mungu akaleta chakula. Hivyo sifa za Mungu huyu zikaenea katika watu wa mataifa, wakaweza kujua Mungu wa mbinguni ambaye tunajivunia leo kuwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo leo hii watu wengi, wewe sijui kwa nini unaimba, mimi sijui kwa nini wewe umeingia kwa kwaya na unaimba, sijui kwa nini. Wengine wetu tulipata mshawishi, tuliweza kushawishiwa na wengine. Mwingine aliposikia ukiimba akasema, by the way, uko na sauti nzuri, kuja uimbe pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine alitaka tu, najua wengine alitaka aweze kuwa mahali ambapo ataonekana kwa TV. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine alitaka mahali ambapo kwaya ikienda safari na yeye anaenda wapi? Na wengine wetu tumeingia kwaya ili utakapopata shida, kwaya ikuje ile siku ya nini? Ya shida sana. Nami nakuuliza swali ya leo, mbona wewe uko katika kwaya ambayo uko? Mbona wewe unaimba katika kwaya hiyo? Mbona unamwimbia Mungu sifa? Je, kuna jambo gani ambalo Mungu ametenda katika maisha yako ambayo inakupasa wewe kuwa katika kwaya, ambayo inakulazimu wewe kuweza kumwimbia? Je, unaimba kwa sababu gani? Happy Sabbath. Mbona unaimba? Wengine wetu wanaimba kwa sababu mama yako anaimba katika kwaya na baba yako ni elder. Ndio maana unaimba. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe.
Ndio maana unaimba kwaya. Wazazi waliopo hapa wanaangalia watoto wengine wakiimba kwaya, na anaambia mtoto wake, enda uongee na mtoto wangu aweze kuimba pamoja na nyinyi. Lakini swali, wewe kwa nini uko kwa kwaya? Mbona leo hii unasimama hapa kuimba? Na kama wewe utajua sababu gani na kufanya kuwa kwa kwaya ambayo upo, jina la Mungu litapewa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na itakapojulikana kwa nini wewe unaimba leo hii, hata hakutakuwa na mvurugo, watu hawatakuwa na mvutano katika kwaya, kwa sababu wanajua mimi simwimbii yeyote, mimi simtukuzi yeyote, mimi namtukuza Mungu ambaye yuko hai na Mungu ambaye anaishi mbinguni. Happy Sabato. Sijui kwa nini wewe unaimba. Vijana hawa wasubuki ya leo wametuita hapa kwa sababu wanatoa wimbo unasema ya kuwa nitaimba nini? Na sijui hiyo sifa unajua wanakwaya wengi tunaimba uongo. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Kuna mwingine hapa leo amesimama amesema nitaimbia Mungu nini? Sifa. Lakini hata jirani yake ajui yeye ni Msabato. Sasa umwambia nani sifa? Ulimuimba. Sio unaimba sifa hapa. Happy Sabato. Kuna wamama wengine wanaimba kwaya mzuri, wanaimba soprano 1 lakini wako na chuki na wivu. Unaimbia nani sifa? Happy Sabato. Kuna elda fulani ama kuna mtu pahali anaimba lakini ananyang'anya watu majirani ama wanakijiji mke. Unaimbia nani sifa? Happy Sabato. Happy Sabato. Kuna mwingine ni muongo nambari 1 lakini akifika hapa anatuimbia kabisa, unaona kana kwamba mbingu inafanya nini? Lakini wacha nikwambie, imba kabisa lakini mbinguni hauendi. Happy Sabato. Imba kabisa lakini jua mbinguni fanya nini? Kama tabia yako hailingani na chochote ambacho unaimba, jua ambayo sifa unayomwimbia itaenda kwa Mungu, lakini tabia yako haitakuruhusu kwenda wapi? Happy Sabato. Happy Sabato. Kuna watu walitoka katika nchi ya mataifa wakakuja kusema ya kuwa sisi tumesikia sifa za Mungu wao, na wanapoangalia wana wa Israeli wanaangalia kwa kweli sifa za Mungu wao ni tabia za wana wa Israeli. Happy Sabato. Swali ni waulize swali. Leo hii jinsi ambavyo sisi ni Waadventista tunaimba nyimbo nzuri kabisa, lakini je, tabia yako inafanana na tabia ya Mungu? Happy Sabato. Happy Sabato. Kuna mwingine anaimba tupe moto wa uhai, tele tupe moto wa uhai anakaza mwendo kwenda wapi? Na tunaipa sifa kabisa. Lakini ambaye anakaza mwendo kwenda mbinguni bado ana chuki. Happy Sabato. Unakaza mwendo kwenda mbinguni lakini wewe ndio unaipa sadaka ya kanisa. Unakaza mwendo kwenda mbinguni katika wimbo lakini tabia yako haioneshani kana kwamba unaweza kumwendo kwenda wapi? Lakini nakwambia tuimbie kabisa, tufurahi. Tunakaza mwendo kwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tuimbie kabisa, tufurahi. Tunakaza mwendo kwenda wapi? Lakini endelea kukaza mwendo kwenda motoni. Wewe tuimbie, tusukume tu twende wapi? Mbinguni. Lakini wewe una bado uko back time na about time. Kwenda wapi? Motoni. Kwenda motoni. Happy Sabato. Happy Sabato.
Gundua, ageukia jirani yako muulize, kwa nini unamwimbia Mungu sifa? Kwa nini unamwimbia Mungu sifa? Bwana Yesu asifiwe. Usiimbe tu kwa sababu ni watu wanaimba. Usisifu tu kwa sababu watu wanasifu. Sifu kwa sababu unajua kuna jambo ambalo Mungu amekutendea katika maisha yako. Happy Sabbath. Sifu kwa sababu unajua Mungu huyu ni mwema. Sifu kwa sababu Mungu huyu ni mwaminifu. Sifu kwa sababu Mungu amekuokoa katika mitego mbalimbali katika maisha yako. Sifu kwa sababu mkono wake haujawahi kuwa mzito ili kutuokoa. Sifu kwa sababu Mungu huyu alimtuma mwana wake wa pekee ili aje atuokoe sisi sote tuliokuwa tumepotea. Happy Sabbath. Hivyo gundua kwa nini unaimba. Usiimbe tu kwa sababu watu wanaimba. Kwa hiyo wanakwaya wengi watenda kwa shetani. Happy Sabbath. Wanakwaya mnaangalia chini. Wanakwaya wengi watenda wapi? Shetani. Si kwa sababu hawakuimba vizuri, si kwa sababu hawakuimba soprano nzuri, si kwa sababu hawakuimba besi nzuri, ni kwa sababu alichoimba ni tofauti sana na maisha yake. Wakati wa kuja kanisani anaimba kabisa, amefungua mdomo vizuri, lakini mdomo huo jana na baada ya kuimba ndiye anatumia kutusi wengine. Je, Mungu huyu ambaye unamsifu ni Mungu anayechanganywa na vitu vingine ambavyo ni vya dunia? Lakini leo hii watu wa Subukia na wageni wote wako hapa, na waomba jambo moja ya kuwa tugundue ni kwa nini tunaimbia Mungu nini? Sifa. Na tutakapojua hiyo, hakutakuwa na mgongano katika maisha haya. Sote tutasafiri vyema kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi katika Ukristo wetu tunapata changamoto, na changamoto hizo zinatufanya sisi kuweza kusahau kumwimbia Mungu sifa. Kitabu cha Kutoka 15 mstari wa 11, Biblia inasema hivi. Kutoka 15 mstari wa 11, Biblia inasema hivi: Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Happy Sabbath. Huyu ni Musa anauliza, Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu? Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu anaogopwa katika sifa zake. Kuna jambo Kristo wengi hatuelewi ya kuwa huyu Mungu anaogopwa katika sifa zake. Sifa kama Mungu ni upendo. Watu wanaogopa upendo, si kweli? Sifa ya Mungu ni nini? Ni upendo. Watu wengi duniani hawajui kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama aliolewa miaka 30, bwana yake alimwambia nakupenda, lakini ni uongo. Ni wenye tu bwana aliona miaka ilisonga. Bwana Yesu asifiwe. Akaona miaka imefanya nini? Imesonga, akasema wacha nijishikilie hapa, hata mimi at least nikuwe na Mungu. Lakini tujiulize swali, sifa za Mungu ni kama gani? Jambo la kwanza, Mungu ni Mungu wa haki. Amina. Mungu si kama mama wengine ambao wanapogawia watoto mboga, kuna mwingine anapewa mboga nyingi kuliko mwingine. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Mungu si kama nani? Mwanadamu ambaye anafanya vitu nusu kama mboga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tujue ya kuwa hivi karibuni huyu Mungu ambaye tunamzungumzia atakuja, na atakapokuja tutamuona uso kwa nini? Kwa sasa tunaimba ya kuwa siku moja nitamuona mfalme wangu uso kwa uso. Mfalme wangu atuita tukae naye karamuni mwake. Mungu ametuita sisi sote tuweze kukaa karamuni. Lakini ni wangapi miongoni mwetu wako tayari kuacha vya dunia waweze kuingia katika karamu ya Mungu?
Happy Sabbath. Ni wangapi miongoni mwetu tumeacha vitu vingine vidogo vidogo ambavyo vitatukosesha mbinguni ili tuweze kuingia mbinguni? Mara ngapi tumepata mahubiri mengi yanatuhimiza tuache vitu vya dunia tuweze kumwangalia Mungu, lakini mara nyingi bado tunakuamilia vitu vya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni kana kwamba kuna mama alikuwa anaenda safari akapewa lift. Alikuwa amebeba chondo. Unajua chondo? Inabeba na nini? Na kitu hapo inaenda kwa. Alafu alipoingia kwa gari bado ameibeba, amekaa kwa kiti lakini bado amevaa nini? Mpaka mwenye gari anamuuliza, "Siweke chondo?" Anamwambia hapana, ili akaangalia chini, akaangalia nyuma, akamwambia fanya nini? Shuka. Nasi tunapokuja kumwimbia Mungu sifa, usikuje umebeba mizigo yako ya dhambi, usikuje umekuamilia dhambi ambayo unasema hii mimi nikiachana nayo nitakufa. Achana na dhambi hiyo, kuamilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tutakapomwimbia sifa zetu ziweze kuwa ni sadaka kamili mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi karibuni mara nyingi tumeimba wimbo nambari 10. Lakini nambari 10 ina historia yake. Nataka tumalizie kisa hicho kwa sababu ninajua wengine hapa wananiangalia wananilaani. Mtumishi na laaniwe kwa sababu masaa ya lunch ni nini? Lakini aliyeandika wimbo huo alikuwa kijana mdogo sana, lakini katika miaka yake ya ujana babaye akafa. Babake alipokufa akaamua sasa, kwa sababu baba amekufa na mama hakuna kipato kidogo tu, akageukia mama yake akamwambia, "Mama, mimi nataka nitoke nyumbani niende nitafute pesa kidogo." Asante. Kaambia babake, "Mimi nataka niende nitafute kipato kidogo, angalau usaidiane mimi na wewe kulea watoto hawa." Mama yake akampa ruhusa, kumwambia, "Fanya nini? Kijana toka." Kijana toka. Kijana akaenda, lakini alipoenda kijana akaenda akapata kazi moja tu. Alikuwa ni kazi, akapata kazi katika kinyozi. Alikuwa ni kinyozi msaidizi. Alikuwa anasaidia watu kufanya nini? Kunyoa. Lakini akaangalia pesa ambayo anapata ya kinyozi, akaona hiyo pesa ni kidogo sana, akageukia wizi. Bwana Yesu asifiwe. Akageukia nini? Wizi. Lakini siku moja katika hata ile tabia yake ya kuiba usiku, mchana akapita mahali akapata crusade. Crusade ilikuwa inasema sifa za nani? Za Mungu. Huyo mhubiri alikuwa anahubiri sifa za Mungu. Aliposikiza akaona, akaguswa, akasema, "Kwa kweli mimi nimeenda kinyume na nani? Na Mungu." Akakuja akabatizwa. Baada ya kubatizwa akawa mhubiri. Lakini katika kuhubiri pia akaanza kuiba, akarudi katika ile tabia yake ya awali ya wizi. Lakini baadaye katika tabia yake ya wizi, kabla aingie katika wizi, alikuwa ameandika wimbo nambari 10. Lakini aliandika wimbo nambari 10 na akanyamaza nao. Lakini siku moja katika uzee wake, bado hajarudi kanisani. Katika uzee wake akaingia katika train gari la moshi. Akaingia katika gari la moshi akaketi. Lakini alipoketi akagundua kuna msichana mmoja alikuwa anaimba wimbo huo vizuri. "Tupe moto wa uvani uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu." Msichana jinsi ambavyo anaendelea kuimba,
alikuwa akiongeza sauti. Alipofika ubeti wa pili naimba nini? Akaimba ubeti huo kwa sauti na kwa hisia sana. Halafu baadaye alipo watu katika gari la moshi wote wakanyamaza, msichana afanye nini? Aimbe. Lakini akagundua katika gari la moshi kuna mzee mmoja ameketi katika kona, lakini yeye badala amwangalie, yeye alikuwa analia nini? Machozi. Baada ya kuimba ubeti huo, akaenda akamuuliza, mzee, una nini? Kwa nini unalia? Akamwambia, huyu mzee unayemwangalia ambaye anakaa vibaya jinsi hivi, mimi ndimi mwandishi wa wimbo huu. Naye msichana akamwimbia ubeti wa ngapi? Watatu. Nasema nini? Yako haina vijito vya rehema bado vinabubujika, na neema ile iliyokuwa wakati ule, hata leo neema hii inaweza kukuokoa. Na katika wimbo wake, kupitia kwa wimbo wake, mzee huyo akaweza kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Nami nakuambia hili siku ya leo, usiache kuimba wimbo wa Bwana hata kama unapitia hali gani. Usiache kuimba wimbo wa Bwana hata kama unapitia shida gani. Usiache kuimba wimbo wa Bwana hata kama uko katika taabu gani. Kwa nini? Kwa sababu ipo siku Bwana ataimba pamoja na wewe. Amina. Bwana ataimba pamoja na wewe, na Bwana atakapoimba pamoja na wewe, kale kashida kadogo kataisha, na ile dhambi iliyokung'ang'ania itaweza kutupuliwa mbali na itaweza kukuondolea. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Tusimame tu. Tunaomba. Mtakatifu Baba uishie pahali pa juu, asante kwa sababu umezungumza nasi mchana wa leo. Popote pale ambapo tumezungumza kulingana na mapenzi yetu, tuomba uweze kutusamehe. Na yote ambayo tumeliinua jina lako, hebu jina lako liweze kutukuka katika enzi hata enzi na katika pembe nne za ulimwengu, kwani tumeomba kupitia kwa Kristo aliye mwamba na mwombezi wetu.